biashara zetu, hawa watu wengine ni wateja wetu, hawa watu wengine ni wazazi wetu, lakini kwa kweli ni wasumbufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia inasema kwamba in the book of Ephesians chapter 4 verse 2 up to 3 inasema kwa unyenyekevu wote na upole na kwa uvumilivu mkichukuliana katika upendo na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Hili andiko likiandikwa, Mungu alijua ya kwamba kwenye hii dunia amewaweka watu 12 ambao ni wasumbufu. Ndio Biblia ikasema kwamba tukaweze kuchukuliana kwa unyenyekevu na kwa upole na kwa uvumilivu. Ili ukaweze kufanikiwa kwa mtu msumbufu, lazima ukatembee kwa unyenyekevu na ukatembee kwa upole na pia ukawe mtu mvumilivu. Kwa sababu watu wasumbufu, usipokuwa mnyenyekevu, utakata tamaa na pia unaweza ukapata pressure. Watu ambao ni wasumbufu, kama hautakuwa na moyo mkubwa, basi hii dunia haitakuwa sehemu yako ya kuishi. Maana tuko na watu ambao naturally, ndio maana Biblia inasema tukakue kwa unyenyekevu na kwa upole. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu by naturally tuko na watu wasumbufu. Nataka nianze na mtu wa kwanza, si ndio hiyo? Mtu wa kwanza ni mimi. Haleluya. Mtu anayeanza wa kwanza ni mtu tunayeita kwenye Biblia anaonekana number 1, ambao siku zote huyu atakuwa ni mtu msumbufu. Anaitwa mtu wa kwanza ni mkosaji, mtu anayekosoa. Amen. Mtu anayetoa makosa, hata ufanye nini, yeye atatoa makosa. Huyu mtu siku zote ni msumbufu. Ndio maana ukipatana mtu kama huyu, ukimnyima chakula ataleta shida, na ukimpa chakula ataleta shida, na ukimpatia chakula baridi anasema umenipa chakula baridi, anakosoa tu. Na ukimpatia chakula moto anasema unanipa chakula moto unichomeke. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani umenipa chakula mimi nichomeke, unataka kunichoma. Yaani siku zote huyu anakosoa kila kitu. Na huyu ni mtu msumbufu, kwa sababu kwenye dunia kama utaishi unakosoa kila kitu, kama unaishi unaona makosa kila sehemu, basi wewe ujue uko kati ya watu ambao ni wasumbufu. Na hao watu wasumbufu kwanza hawatokani kanisa, lakini wanatoa makosa kila kunapoitwa leo. Na hata hivi amekaa hapa ashatoa makosa, wameweka magunia, wewe fanya hivi, wewe msumbufu, wacha kuleta mambo mengi, weka kate. Hiyo ndio solution. Amen. Ukiweka chumvi anakosoa, usipoweka chumvi anakosoa. Ama si msumbufu huyo? Msumbufu wa kwanza ni mtu anayekosoa kila kitu. Anakosoa kila kitu. Ndio maana Biblia inasema na mtu kama na huyu tutembee kwenye unyenyekevu, na pia tuwe mpole, na pia tukaweze kumvumilia. Hakuna kitu ngumu duniani kama kukaa na mtu ambaye anakosoa kila kitu. Ukinyoa kipara anasema unakaa mfungwa. Bwana Yesu asifiwe. Anakukosoa anasema unakaa ama kipatana, anasema kwani umetoka gereza. Ukinyoa staili yote kwa kichwa anasema unakaa mwizi. Mtu anaye kosoa. Ukivaa nguo fupi anasema unakaa kahaba. Ukivaa nguo mrefu anasema mama kanisa. Yaani anakosoa
kile unachokifanya anakosoa, kile unachokitenda anakosoa, kwa sababu ni mtu anayekosoa kila kitu. Ndio tunamwita ni mtu msumbufu kwa neno lingine. Mapenzi ya Mungu unapokosoa na upatiane pia solution. Bwana Yesu asifiwe sana. Na upatiane solution kwenye nyumba yako na kwenye kazi. Usipende kosoa na hauleti solution. Wewe utakuwa msumbufu. Ndio Biblia inasema kwamba na mtu kama na huyu tutembee na yeye kwa upole, tutembee na yeye kwa unyenyekevu, tutembee na yeye. Na mtu kama huyu namuona kwenye Bible, in the book of Nehemiah chapter 4 verse 1 to 3. Nehemiah chapter 4. Naomba nisomee msomaji akapi. Dada Karo. In the book of Nehemiah tunamwona mtu msumbufu, alikuwa anakosoa tu. Nehemiah chapter 4 verse 1. Kitabu cha Nehemia 4 mstari wa kwanza, neno linasema, lakini ikawa ndio Sanbalati aliposikia kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, ndio akaghadhabika, akaingiwa na uchungu sana. Akawadhihaki Wayahudi. Akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je, watajifanyizia boma? Watatoa dhabihu au watamaliza katika siku moja? Je, watayafufua mawe katika uchungu hizi za kifusi na yameteketezwa kwa moto? Soma tena Azia. Lakini ikawa Sanbalati aliposikia kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akaghadhabika, akaingiwa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi. Pili, akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je, watajifanyizia boma? Watatoa dhabihu au watamaliza katika siku moja? Je, watayafufua mawe katika chungu hizi za kifusi, nayo yameteketezwa kwa moto? Amen. Tunamwona Sanbalati ambaye alikuwa anakosoa kazi ya Nehemia, na Sanbalati akaja akasema, sasa ukuta ambao mmeujenga hata mbwa mwitu anaweza kauangusha. Akawa na ukosoa tu, hakuna chochote alisema. Akitenga ukuta, Waisraeli wanapambana kujenga ukuta, wanapambana kusimamisha, lakini Sanbalati na wenzake wakaja wakamwambia, hii ukuta hata mbwa mwitu anaweza akaangusha. Akamwambia kwamba hii ukuta hata kidole kimoja nikigusa inaweza ikaanguka. Hakuwa anawasaidia, lakini kazi ya Sanbalati ni kukosoa na kuongea vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mtu kama na huyu duniani yupo kati ya watu 12 duniani. Yule anayefanya usumbufu ni mtu ambaye ukiweka biashara anakukosoa, ukifanya chochote anakukosoa. Anasema, najua saa hii biashara hiyo iwezi enda, hata umeiweka sehemu mbaya. Yaani chochote ukifanya anakukosoa. Sema kwa jina la Yesu, yoyote ambaye ni msumbufu ndani ya maisha yangu ninamnyamazisha kwa jina la Yesu. Mtu ambaye ni msumbufu, Biblia inasema kwamba huyo akawa anawachekelea wana wa Israeli. Anamwambia Nehemia, kitu mnachokifanya hakitaendelea, kitu mnachokijaribu hakitasimama, kitu mnachojaribu hakitaenda mbali. Akawa anakosoa the whole process, akawa na challenge the whole process. Lakini Biblia inasema kwamba mwisho wa siku Nehemia pamoja na watu wake hawakumsikiza anayewakosoa, hawakuweka attention yao kwa anayekosoa. Walipambana wakajenga ukuta
na mwisho wa siku Biblia inasema kwamba ukuta ukasimama. Nataka nikueleze ya kwamba mchana wa leo, funga masikio yako kwa mtu ambaye ni msumbufu anayekukosoa. Usiweke akili zako hapo, wewe pambana, focus on your vision, maana siku moja atakuja kuelewa you are going somewhere. Lakini ukiweka mawazo yako kwa mtu ambaye ni msumbufu anayekosoa, vitu vingi duniani hautaweza ukazifanya, sababu kila kitu anakosoa. Chochote kawaza anakosoa. Ukimwoa mke anakwambia umeoa watu wa kabila mbaya, anakosoa. Labda mmoja ni wewe. Na mtu anayekosoa ni mtu ambaye tunasema amejawa na malalamiko sana. Every time analalamika, maisha yake analalamika, maisha yake ni kulalamika. Kwanza Biblia inasema kwamba Mungu hampendi mtu anayelalamika. Ili tufanikiwe, Biblia inasema kwamba kwa kila jambo tukamshukuru Mungu na tukamwinue Mungu. Lakini mkosoaji hawezi akamshukuru Mungu, atamkosoa Mungu, atamchallenge Mungu, kwa sababu tabia yake ni ya kukosoa. Watu 12 ambao ni wasumbufu, mmoja ni mkosoaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye anakosoa kila kitu, lakini pamoja na kukosoa, Sambarati na wenzake walikosoa, lakini ukuta ulijengwa, ukuta ulisimama. Ninaamini hata kama umekosolewa namna gani, maisha yako bado itasimama. Ninaamini hata kama umetolewa makosa aji, ninaamini ya kwamba bado utasimama. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba usipay much attention kwa mtu ambaye anakukosoa. Amen. Na tutadili na huyu mtu kwa njia ya namna gani? Huyu mtu anayetukosoa kila wakati, ukimpa mashauri yake yote ni kulalamika. Hata ukimshauri, mkosoaji huwezi ukamshauri, maana ukimshauri anakwambia neno lingine. Yaani anajua zaidi ya kwako, kwa sababu yeye ni mkosoaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu kama na huyu, kukua na yeye kwenye maisha inakuwa vigumu, mpaka uwe na roho ya unyenyekevu, mpaka uwe na roho ya uvumilivu, mpaka uwe na roho ya upole, kwa sababu mtu anayekosoa huwa anatia hasira, huwa analeta ghadhabu ndani ya moyo wa mtu, na unaweza ukampasua. Lakini pamoja na hiyo, lazima tuishi na hawa watu duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 1, jinsi ya kuishi na huyu mtu, waonyeshe kwamba unajali, na kwa kuwasikiliza na ukuwe mtiifu unapowasikiza kwa makini. Maana anayekukosoa kila wakati, usipomsikiza kwa makini, ujue unafungua vita vingi sana. Kwa hivyo cha kwanza, anayekukosoa kwanza umsikize, na wala usiatie anayosema, yaingilia hapa, yatokea hapa. Nehemia kama angeweka nguvu zake kwa Sambarati, hangejenga ukuta, sababu aliwachekelea, akawaambia hamtaweza, hii ukuta hamwezi mkajenga, hii ukuta haiwezi. Lakini mwisho wa siku ukuta ulijengwa. Leo nazungumza na mtu ambaye amekosolewa na anaishi na watu ambao wanamkosoa. Chochote anachokifanya kwa maisha yake wanamkosoa, akijaribu kwenda mbele anakosolewa. Nataka kusema hivi, Mungu anakujali wewe, haijalishi anakukosoa namna gani. Wewe tembea ukijua Mungu ni Mungu. Kuna watu ambao they are always negative, watakukosoa tu. Kwa macho yako wanakukosoa tu, kwa mavazi yako wanakukosoa tu, kwa kutembea yako wanakukosoa tu. Kama wewe ni mke anakukosoa tu na amekuoa. Sasa unashindwa kile unachokikosoa, kwa nini unakaa nayo? Na ukimwambia hivi, umenikosoa sana, ninaomba nikuache, umuoe mke mwingine ama umchukue mume mwingine, hataki.
maana anajua wewe ndio kitu kizuri duniani, lakini kwa sababu amejaa kukosoa hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Badilisha mwenendo wako na midomo yako, anza ku appreciate. Bwana Yesu asifiwe sana. Anza ku appreciate watu, anza kuona uzuri wa watu, anza kuona nguvu ya watu, na uambia kwamba umefanya vizuri. Wacha kuona makosa. Every day you see mistakes. Amen. Kila siku, yaani ukiongea ni makosa, ukitamka ni makosa. Unamjua huyu ni kichwa kubwa. Yaani hamna siku nasema unamjua huyu ni mtu wa ajabu. Natamani kukutana na mtu ambaye amebadilika, tena sio kukosoa. Ni mtu ambaye amekata kauli ya kwamba sasa sitakosoa watu, nitatembea, nitaangalia uzuri wa watu. Maana kila mwanadamu ako na uzuri na ako na ubaya. Amen. Mimi kwa maisha yangu nawekanga nguvu zangu sana kwa uzuri. Yaani siangaliangi sana unyonge wa mtu, sababu nikiangalia unyonge wa mtu nitachukia kila mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitachukia kila mtu, sababu nani ambaye hana weaknesses? All of us we have weaknesses. Ili tukaweze kusurvive, ili tukaweze kushinda, weka macho yako on the positive side, ya kwamba pamoja na udhaifu, na huyu mtu uzuri wake ni nini, huyu mtu uwezo wake ni nini, huyu mtu anaweza kafanya nini. Uzuri wa mtu unaweza kukutia nguvu wa kusonga mbele na wa kusimama. Lakini kama unakosoa kila kitu, na hata pia ushamkosoa Mungu. Watu aliomkosoa Mungu duniani sana ni wanawake. Amen. Waliomkosoa Mungu, na ndio wakosoaji sana. Wamama we, yaani inajumulisha pamoja na mabinti. Kwa hivyo kama bado hujaolewa sema oi. Nyinyi ndio number 1 wa kukosoa duniani. Mnatukosoanga mpaka mshajua wanaume wako namba 5, namba 2, namba 1, na mkazidisha. We mwanadamu ambaye anaona Mungu anampa hips, anaona hazitoshei, anaongezeza kwake. Wanaume tulifanikiwa, hatutamkosoa Mungu, tunapambana. Hata kama tuko flat, tunasikia tuko sawa. Lakini mabinti na wanawake wakapigwa flat na Mungu, wakaona hapana, tunamkosoa Mungu, anaongeza. Wakosoaji namba 1 duniani ni wanawake. Yaani ukikaa na mwanamke, kuwa makini, atakosoa kila kitu. Wewe fikiria mtu anayemkosoa mpaka na Mungu, unaelekea wapi? Bwana Yesu asifiwe. Anamkosoa Mungu, amemkosoa mume wake, amekosoa na majirani, amekosoa na majirani wote, na watoto wake anawakosoa. Akiachwa anapiga nduru, anayewachwa na analia na anakosoa bado, na hajakubali makosa yake bado anakosoa. Mungu anatamani watu ambao si wakosoaji. Hii dunia ili tufanikiwe lazima tubadilike. Hatuwezi tukakosoa kila kitu na tuenjoy maisha. Huwezi ukakondemn kila kitu na unataka kuenjoy maisha. Maisha inaanza na kuwa positive na kuangalia uzuri wa kitu na wema wa kitu, kinaanzia hapo. Kwa hivyo kwenye Biblia mtu wa kwanza tumemwona kwamba alikuwa ni mkosoaji, tunamuita mkosoaji. Kumbuka tunaongelea watu 12. Nitaongelea mtu mwingine, mtu wa pili ambayo najua pia unataka kumjua. Mtu wa pili ambaye kwenye dunia ni msumbufu ni mtu tunamuita sponge. Mtu sponge, kwanza uelewe, sponge wewe inakunywa maji na haiweki maji.
Kwa neno lingine, kuna mtu msumbufu duniani, kazi yake ni kunyonya watu, na wala anayetoza kwa watu na anayonyonya kwa watu hapati kuiweka ama kuitunza. Naomba tusome in the book of 2 Corinthians chapter 8 verse 12. Wakorintho wa pili, liwa kwa kadiri ya alivyo navyo mtu, si kwa kadiri ya asivyo navyo. Amen. Kwanza tunamwangalia huu mtu sponge, kwa neno lingine ni mfua, kuchukua, ama pia neno lingine tunasema anayechukua akiweka. Yeye anachukua, lakini mara nyingi anapochukua anavyovitoa havimsaidii. Mtu ambaye anakaa kama sponge, kazi yake ni kunyonya watu. Huyu mtu kwanza hatoangi sadaka, huyu mtu kwanza asaidiangi watu, lakini huyu mtu ambaye ni sponge, yeye ndiyo anataka changiwe, yeye ndiyo anataka angaliwe sana, yeye ndiyo anataka mazingira yake ikuwe number 1, kwa sababu sponge huwa inachukua maji lakini pia haiweki maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu msumbufu duniani ni mtu ambaye anapenda kusaidiwa sana, lakini hapendi kusaidia wengine. Anapenda kuchukua sana, lakini hapendi kupeana. Na Biblia inasema kwamba kadiri mtu ako nazo, sio vile mtu anachukuliwa ambaye hana. Vile uko navyo, tunaangalia the way you are, na vitu ambavyo uko navyo unastahili kuvitoa, lakini kwa upungufu wa kutokutoa. Na watu sponge, always we call them takers. Wao ni kunyakua. Ukiwa na rafiki ambaye ni sponge, utamchoka haraka. Si ni mtu msumbufu huyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mtu msumbufu. Msumbufu wa kwanza ni mkosoaji. Msumbufu wa pili ni sponge, kazi yake ni kukunyonya. Unakaa mpaka unapiga hesabu. Kuna siku moja nilipiga hesabu, nikamwambia mke wangu, nimetambua huyu mtu siku zote yeye ako kwa maisha yangu kuhakikisha ananinyonya. Nikamwambia kwa jina la Yesu ninakata hiyo communication haraka, na nikadrop huyo mtu haraka. Nikasema haiwezekani, kwa sababu nikuja kutambua yeye akipata hakuna siku anakupatia, lakini yeye siku zote ni kukuwekea mkono na kukusifu, ni kukuwekea mkono na kukusifu. Yani anakunyonya tu. Sponge ukiiweka kwa maji lazima inyonye maji. Sponge ukitupa sehemu yote lazima inyonye maji. Yani kuna watu wasumbufu, kazi yao wakiingia kwa maisha ya mtu ni kunyonya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tunasema watu 12 ambao ni wasumbufu. Number 1 tumesema ni nani? Mkosoaji. Jua wewe ni msumbufu. Hamna mtu anaweza kaa na wewe. Umesumbua, umekosoa kila kitu. Nyumba unayekaa unasema ukute nataka kuanguka, hama kajenge yako. Sasa unakosoa hiyo nyumba na hauna yako. Haleluya. Ukipewa chai baridi unakosoa, ukipewa chai moto nataka kunichoma midomo. Wewe enda dunia yako bwana. Usitusumbue hii dunia. Hii dunia tushasumbuliwa na Shetani, tena hatuhitaji msumbufu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Hii dunia hatuhitaji mtu mnyonyaji. Ama si kweli? Hatuhitaji mtu mnyonyaji. Yeye kazi yake ni kukunyonya kama kupe. Ujue huo mtu ni msumbufu. Ukiishiwa anakudrop anaingia kwa mwingine. Akiishiwa anakudrop anaingia kwa mtu mwingine. Yaani tabia yake. Na mtu yoyote ambaye ni mnyonyaji, sponge, siku zote wanakufanga masikini. Wanaisha vibaya sana. Wanaisha hawana chochote. Wanaisha hawana mbele na hawana nyuma. Mungu anatarajia sisi, yani nikikupa na wewe unipe. Mwingereza akasema
I scratch your back. You also do what? You scratch my back too. Sindio? Sasa kimtu na kikunaga mgongo kila siku. Kwala. Siku anataka kukunwa, kinatoroka, kinakwambia anguka chini. Fanya kama mbwa. Hallelujah. Fanya kama yeye hana muda kukuna, anakuwa busy. Akama niko busy. Yaani siku yako ya kukunwa mgongo, anakwambia fanya kama mbwa. Unajua mbwa akisikia kujikuna mgongo, anaangukana chini, anaanza kupiga nduru akijikuna hivi. Anapiga nduru. Ndio maisha ya mtu. Mnyonyaji ni msumbufu. Mnyonyaji akiwa kanisani ni msumbufu. Ndio atakuwa analalamika na anataka kunyonya. Siku mtakata maziwa, ndio siku anatoka kanisani. Anaingia kanisa ingine, anaanza kunyonya, ananyonya. Siku atangundua, anaidrop, anaingia mahali pengine. Kwa maisha, hata kwa marafiki wako, kuwa makini. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa makini. Rafiki ninayetembea naye ananijenga ama ananinyonya? Siku anakuacha hivi, anaendelea kwa maisha, anaanza kukuchekelea, anasema yule hamna chochote, wala hana mbele hana nyuma, asha kunyonya kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mara nyingi nasema nikilipa bili leo, kesho na wewe nipe bili. Nikikupeleka mkahawa ninunue chai leo, na kesho nikikupeleka mkahawa na wewe ulipe bili. Lakini siku zote Januari to Januari ni mimi nalipa bili. I say jitenganishe na mtu ambaye anakunyonya, ni msumbufu. Bwana Yesu asifiwe. Wanyonyaji sema we. Basi wameongea tu pale pale. Sasa kwa hii kanisa hatutaki mtu mnyonyaji. Amen. Tunarudia. Kwa hii kanisa tumesha. Yesu asifiwe. Ama si kweli? Ama hatuna watu kama wao kwa maisha? Kazi yako ni kunyonya tu. Na wanaongea vizuri. Huyu ni mtu, huyu ni dadangu huyu. Huyu ndio mimi, kama kutoka ni yeye huyu. Wewe unakuwa mpumbavu, unatoa hela, anafurahi. Anakuja na neno lingine, unatoa hela. Yeye kazi yake ni kukunyonya. Na wanyonyaji wana mdomo mzuri sana. Amen. Waliofanikiwa duniani ambao nimemshuhudia ni Nigeria. Yaani Nigeria, mimi na marafiki wa Nigeria, lakini siku zote naambia mimi nakaa makini na nyinyi, siwaelewa, sio naogopa sana. Na wananijua, tuko marafiki, lakini mimi nakuanga na question mark. And yes, I have so many friends, but I always tell them, you know people, I don't trust people. Sometimes wanakuwa wazuri kwangu, every time wanakuwa wazuri, ninakuanga nyinyi mmeona. Anataka kunikomoa vizuri, sababu Nigeria ndio mtu amefanikiwa. Kuna dada moja niliomba na yeye, alikuwa kwenye hali ya machozi sana, anatokea upande wa Kakamega. Machozi, alipatana na mnyonyaji Sponge. Huyo dada alikuwa anafanya hapa KCB Bank. Alikuwa na hela, alikuwa vizuri. Nigeria akakuja na hela kidogo tu. Akamwambia you are beautiful. You are the angel. The men of Nairobi, they don't know the value of you. Yanajua value. Unajua tuliambiwa kwenye kategori ya dunia wanaume wa Kenya we are not romantic. Sawa, hamna shida, lakini tunazaana na tunaishi. Hallelujah. Sasa huyu akapatiwa maneno matamu, maneno ya kuvutia. Binti akaingia boksi na akamkubali, na Nigeria akawa anaongea na yeye, anamsifu. Yaani yule binti akikupatia story asema nilikuwa natokea kazini, baby ananipigia simu, ananiambia baby, mnataka tupike nini leo? Anaambia mimi nasikia tupike, anaambia no, prepare. Anapata ameprepare, akishafika hivi anampokea.
Wacha nikwambie mwanamke, ukiona mwanamume anakupokea kwa mapenzi mengi, kuna kitu anakukomoa tu hapa mbele. Basi akaendelea, anaoshwa na miguu. Asema today I feel what? Miguu kidogo nafura, jamaa anatafuta mafuta masaji, na maana kumasaji miguu. Mama anafurahia, maji kaoge, kila kitu anasikia hapo London. Baada ya miezi 6 anaona maisha imekuwa vizuri, pesa yake, baby don't touch your money. I'm a man. I should that's your money to enjoy. Mtu anafanya banko na mwambie pesa ni ya kuenjoy. Hapana. Unaweka kwa meza tusaidiane maisha. Ndio mwanaume wa Mkenya huyo. Kama ni mimi na I say ati whatever you're working where in the bank. And that's your money to enjoy. Wewe hakuna hiyo pesa kuenjoy. Kwanza ni anagapi? Sababu ni mtu anapata overhand leta kwa meza. Sasa hii iende kanunue mbuzi. Hii ikanunue ng'ombe. Alafu hii kidogo imebakia, hii ni yako kaenjoy. Sasa Mnigeria anamwambia the whole amount kaenjoy. Yeye anaweka pesa imekuwa mingi, Mnigeria anamsurprise mpaka yule binti akachanganikiwa, akazaa, ndio jamaa akakuwa mzuri kabisa. Mwisho wa siku, sababu alijua huyu ni manager na ako na uwezo, akapiga hesabu zake, Mnigeria kuna kama 600 ya kuchezea, akaanza kufanya ile kitu. Akamwambia that is a business, sababu mwanamke alijua vizuri huyu ana biashara na si biashara ni lewa. Akamwambia niko na biashara inaenda hivi, akaipanga, akamwambia I need 10 million and I'll pay you back with interest. Na sababu mwanaume amekuwa mzuri, hajawahi kukomoa, akamwambia kwa banki tunaweza pata 10 million haraka, maana hii kitu kinaingia kitatuletea faida ya milioni kama 50. Na hata milioni 50, I want to give you my baby. Oh, nangoja milioni 50. Hii dunia, mwanaume akuhesabia milioni. I say, na nakosha na miguu. Subiri, atakukomoa utaamini. Ikaendelea hivyo. Mama akashughulika haraka. Akajua ni baby. Akamwambia pesa ikuwe kwenye account. Niweke kwenye hii account. Ile siku pesa inawekwa. Akamwambia Friday pesa nitakuwekea, tayari ishakuwa approved, 10 million utapata kwa hiyo account. God bless you. You are the woman that God sent me to. I will never forget you. Hiyo siku akalipa na ticket ya Nigeria. Ticket yeye kaingia. Huyo akienda kazini, Nigeria ashakata ticket, pesa kuingia, mke anampigia, baby, have you seen the money? Yeah, baby, I've seen the money. Nako airport. Akana, baby, in the evening, what do you want to eat? In fact, God has blessed us. We are getting 50 million. Tonight, I'm taking you for dinner. Go in a certain place. I'll come there. I want to surprise you. Mjinga akaenda kwa hoteli, anasubiri baby. Baby ashaondoka na milioni 10. Maisha ya mama, changamoto ikaanza hapo. Depression. Sababu niliitwa akiwa sasa kichwa hakiko sawa. Depression. Anaongea peke yake. Amechanganyikiwa. Sasa tukikaa naye tukaanza kuomba na yeye, ndio nikamuuliza what happened? Ananiambia this is what the man do to me. Nikamwambia sasa wewe milioni 10. Mtu atakuja kwenu. Haumjui, haujui kwao, unampaje milioni 10? Nikamwambia lakini wanawake na Mungu awasaidie. Hata kama mtu alikuwa mzuri ni sponge na kupigia timing ikunyonye vizuri. Na watu wengi hapa wameingia kwenye shida pasipo kuelewa sponge ni nani. Kuwa makini, sponge anaweza kukufanya maisha ukarudi chini ukateseka. Sponge anaweza kufanya maisha ukaanza kutembea unachanganyikiwa. Mnyonyaji ni mtu hatari. Na kwenye maisha tuko na watu ambao wanatunyonya kila siku. Tuko na watu ambao wanatukalia karibu sana, wanajidai kuwa marafiki lakini ni wanyonyaji. Na hao ni watu wasumbufu. Na mtu aseme amen. Amen. Wanyonyaji sema amen. Sasa nyinyi wanyonyaji, ninarudia tena. Kwenye kanisa. Ndio maana tunaanza kuhubiri.
hatutaki mkosoaji na hatutaki mnyonyaji, maana tumeshakugundua. Amen. Kwenye hii kanisa tunataka I give you, you give me too. I support you, you support me too. I stand with you, stand with me also. Ama namna gani? Lakini si mimi nisimame na wewe Januari mpaka Februari na mwezi wote na wewe hakuna siku. Yaani siku ya mimi kusimama na mimi unasema kama mbwa vile anavyoanguka chini anagalakala. Haiwezekani. Mwambie mwenzako hiyo vitu havipo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo vitu havipo. Mtu anayekunyonya kwenye maisha ni msumbufu. Mtu anayekugusa kwenye maisha anahakikisha unakwisha ni msumbufu. Na ndio maana kuna tutupiti duniani na saa hii tunajiita slave. Ni tunyonyaji tubaya, tunaweka makucha marefu na viatu vya juu. Kazi yao ni operation. Mzee wanawaita aje? Mbabas. Ukisikia kabindi kanakuita wewe ni mbabas, ujue ni kamnyonyaji. Kata kunyonya utachanganyikiwa, utauza shamba. Kanekana makucha marefu na kanapaka na manja refu, sio wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kaneka makucha na kanaweka na wigi nzuri. Kakitembea mara nyingi kakajua Kiswahili, kanaongea Kiingereza. Atutalishinga kange was saying. Ukisikia mtu anakuongelesha kizungu mrefu, kwa makini. Anaweza kuwa anakupigia set. Haleluya. Anakupigia set ya kufanya nini? Wazee wangapi wameuza shamba? Wazee wangapi wamepeana mishahara? Wazee wangapi? Kuna mzee mmoja anazungumzia, rafiki yangu sana. Ilimbidi nimpe accommodation, nimpe sehemu ya kulala. Mzee wa miaka kama 70. Nikamuliza what happened? Akanambia my wife cannot forgive. Nikamwambia what happened? Unajua ukisikia mtu anaanza kusema unajua ujue mtu. Nikamwambia can you tell me details? Maana aliletwa na mzee mwingine. Akanambia sina chakula, sina pakula. Nikimwangalia ni mzee, nikaguswa. Nikasema Mungu naomba nimhurumie huyu. Nikamwambia basi tafuta kasingoro, tuanze hapo tukeka mattress chini, akaanza kulala hapo. Nikamwambia hebu nieleze, unaonekana ni mzee mzima. Na uliniambia mimi nilikuwa tajiri. Na akanambia mwanangu, wakati amekaa kama wiki mbili hivi ameshiba, ameanza kukua vizuri, akanambia mwanangu, akanambia unaona wanawake? Nikamwambia wanawake hawa ni vitu mbaya sana. Sasa nikajiambia ni vitu mbaya ukiwa na 70. Sasa hivi sio ukiwa wabaya. Mimi niko sioni akiwa, lakini nikifika 70 nitaongea tofauti. Kwa hiyo nikamwambia mzee, nikamwambia lakini najua mimi sitafika 70. Ananiambia vitu mbaya. Ni mzee wa Moranga akanambia unajua nilishikana na kasichana. Kitu kabaya. Kitu kabaya sana. Nikamwambia kitu kabaya aje? Na ulishikana nako kitu ni kabaya. Wewe ndio ungemenya wewe. Lakini mwisho wa siku alimzanga nyumba na shamba. Mke wake na watoto wako ndani. Na hiyo hela akaekewa. Mke alikuja kuondolewa na mwenye nyumba, mwenye shamba. Hana habari. Ndio maana Kenya sheria zilibadilika miaka ambayo imepita. Ya kwamba sasa hauwezi uza shamba kama wewe ni mzee mzima. Mpaka watoto wakuwepo na mke wako akuwepo. Kwa nini hiyo sheria iliwekwa? Sababu wazee wangepatana na sponge. Haleluya. Ama si kweli? Yaani wewe uko ushago, unalima, unakuja unafukuzwa. Mke wake na watoto walifukuzwa, hawana mbele, hawana nyuma. Akaambiwa shamba ilienda na mzaa shalipwa. Akiuliza heri enda wapi? Wewe anataka kuchukua simu na kale kabinti kakamfanyia kitu, wakamshughulikia.